Very good friend, Kanani, my very good friend. Mheshimiwa Rahim, karibu sana. Thank you very much. Kijana kuna history. Tumetoka mbali sana na mheshimiwa. Asante kwa kunikaribisha. Karemi, Martin, na Mokoro. Ni mzuri kukua hapa leo baada ya ile majaribio ilikuwa jana ya maandamano. Majaribio sio ati ilikuwa hapo. Na mheshimiwa, nilisikia kando na jana siku nyingine hapo ulisema hutakubali maendeleo kufanyika IMENTI na Meru yote kwa jumla, lakini hawa nao wanasema article 37 ya katiba inawaruhusu kufanya maandamano. Yes, katiba inakubali maandamano, lakini kama polisi wamekuruhusu, shauri wakiona law and order itaharibika, basi wana ruhusa ya kukataa maandamano iendelee. Na maandamano tunafanya for what reason? Unajua lazima tujue. Kama tunasema sava ya jana, kama vile Makarena alipita tu kwa haraka haraka akiongea mambo ya walemavu, sijui nini, hata akisema mambo ya sava, Makarena anafaa niambie sava ni kitu gani kwanza, kama anaelewa sava ni nini. Makarena ni rafiki yangu, sio ati sio rafiki yangu, hata amewahi kunifanyia campaign. Ni vile unajua saa ingine anakuwa carried with the emotions kidogo, anakuanga very emotional. Sava, Ruto hana sava. Sava haiko chini ya Ruto. Sava iko kwa IBC. Na wakati walienda kotini, Raila alikuwa na uwezo ya kuenda, hata saa hii anaweza kuenda Supreme Court aombe sava zifunguliwe, na hiyo ni through IBC, sio Ruto wako na sava. Ya pili, wakisema mambo ya commissioners, kwamba Ruto arudishe commissioners. Kwani ni Ruto aliandika commissioners Cherera 4? Hapana. Watatu wali resign, na moja alienda through the tribunal ya Justice Mushalule, na alikuwa huko na akatolewa. So hata Ruto akipenda hawezi kuarudisha. It is not in his power. Shauri kazi yake sio kuandika IBC commissioner. Sasa wanasema Supreme Court yenyewe iko captured, so hawawezi enda hiyo Supreme Court. Wakiongea mambo ya IBC wanasema wao hawana representative hata kwa wale ambao wanafaa kuchagua kwa selection panel. Lakini nauliza Martin na Karemi, wakisema hawana mtu kwa selection panel, hiyo sheria ilipita through National Assembly na Senate. Na nimesikia hata Senator Dan Manzo leo asubuhi akiongea kwa runinga nyingine, akisema ndio ilipita, ilikuwa huko, lakini walikuwa wanataka kupendekeza hii. Play your oversight role. Kama sheria inapita na mko hapo na hamuja raise any queries, why should you then come afterwards kusema ati haiko sawa? Wenyewe walikuwako, na hiyo ni selection panel, walipatiwa nafasi ya kupropose mtu moja, na walikataa. Walisema hawata peana. So usipopeana sasa nitakulazimisha upeana. Ni kama unaambiwa lazima uoe na utaki kuoa. Haiwezekani. Utaoa kwa hiari. So mheshimiwa, hii maandamano huoni ni kama inaharibu, kwa sababu kama jana mtu mmoja alikufa, huyo ni mtu wa pili amekufa, and then zile mambo zote zili happen Nairobi. Na hii kwanza hata inaharibu uchumi hata zaidi. Udhani kwamba labda nyinyi watu wa Kenya Kwanza mnafaa muanze kutafuta namna gani mtaanza kuongea na upande wa upinzani? Unajua Martin, kitu ya kwanza, ukiangalia maandamano hazifanywi mahali yote. Hata Nairobi utaona ziko Kibra ama Eastlands. Haifanywi mahali ingine. Na sababu ni kucheza emotions ya watu. Kisumu, hata mimi nimeshindwa. Kisumu wanajiharibia mali yao. Hapa Meru nashukuru watu wa Nyanza, Wajaluo,
hawakujitokezea. Walisema hawataki maandamano. Na Meru generally hatutaki maandamano. Ni Wameru wetu tu wanakuja kutuharibia mali yetu. Wanataka kuachieve nini na hiyo maandamano? Mimi nasema ni mkate nusu. Ukiona Raila aliingia na Moi, akaingia kwa Moi akamaliza KANU. Ndio akakuwa minister. Nafikiri wakati huo alikuwa minister for roads. Wakati akiingia kwa Moi. Akaingia kwa Kibaki akafanya vita 207 watu wakakufa. Akaingia akakuwa prime minister. Akapigana na Uhuru 2017 paka hata akachoka akajiapisha. Mwanzo alikuwa anasema Uhuru ni mbaya. Akajiapisha. Akifanya handshake Uhuru akakuwa mzuri. Uhuru ni ule tu. Uhuru sio alibadilika. Ni Raila alibadilika. So saa hii anataka kufanya handshake na Ruto. Hata kama anakana, that is what it is. Wamekana mara kadhaa na wakasema, na pia umesema Supreme Court ni captured. Iko captured how? Wao ndo wanasema Supreme Court. How wanasema Justice wa Supreme Court, Justice Ouko, Robert Ouko, sinio ni Mjaluo. Angeweka dissenting opinion yake wakati wali rule on the 2022 elections. Haku dissent. Alifanya pamoja nao. Si ndio yeye ni Mjaluo? Alafu how is it captured? Ndio nashindwa. Vile Martha Koome ako Chief Justice, there is no way it can be captured. Deputy Chief Justice ni Mkamba na ni mtu wa Kalonzo Musyoka. How is she captured? So there is no possibility. Hiyo unajua ni kuwawekea matope Supreme Court. Shauri hawa Justice Lenola, the youngest judge of the Supreme Court, he is a very brilliant lawyer and a very brilliant judge. There is no way he can be captured. Smoking Vanjala, siamini. Hata Justice Joaquin Ndugu. So tusiseme Supreme Court is captured. But maybe Moshi, there is a way wanaweza patiwa, maybe wakae chini kama viongozi waongee. They don't have to come kwa mwananchi kuharibu mali. Kuongea ni sawa, sikatai kuongea, lakini kusikwe na handshake. Lakini sasa ni kuharibu mali ya wananchi, kukataa kufungua uchumi tayari imezorota. Sasa tukifanya maandamano inaharibika hata zaidi. So what exactly at the end of the day, what is the end game? Hiyo ndio tunafaa tuulize. Baada ya hiyo maandamano ni nini mnataka? Nyinyi mnasema wanataka handshake, lakini Raila on several occasions amesema yeye hataki handshake. Na amesema actually the other day, the last time alisema it is an insult to their sanity kusema eti wao wanataka handshake. But that's the same thing alisema in wakati alifanya na Moi na Kibaki. But jana alisema ni sava. Jana alisema ni sava, kwani ni Ruto ako naye. Cost of living ni shida, ni mali yote. Wacha niwaambie mfano. In UK in February ama March, shelves ya supermarkets hazikukuwa na vitu chakula. Ziko shortage. Na sio UK peke yake, all over the world. Right now ukienda kuangalia inflation ya UK ni 11.4%. 11.4, na hiyo ni first world country. Ukienda America the same. Ukienda all over the world. So cost of living everywhere imepanda. Hakuna mahali haijapanda. Na tukianza kusema kwamba Kenya Kwanza ilisema unga itapunguka, yes, give it time. Mwezi 3, mwezi 6 hatuwezi kupata vile, hata tulikuwa na kiangazi. So hatuna mahindi, hatuna mambo mingi. Lakini serikali inafanya mpango, mpatie Ruto miaka 2, miaka 3,
si ndio tungoje tu kura ya 2027 ndio tuangalie. Najua mheshimiwa, najua ulikuwa independent candidate wakati wa kura za 2022, I mean za 2022, sorry. Lakini tulisikiza serikali ya Kenya Kwanza wakiongea. Wakasema wakiingia kwa serikali, walisema wako na plan. Actually that was manifesto waliita the plan. Hii plan yao walisema wako nayo, walisema wakiingia tu hivi unga itashuka. Wakiingia tu hivi mafuta itashuka. Saa hii it is the opposite. Lakini nikuulize Martin, kuna mtu anajua mvua itanyesha ama hitanyesha? Walisema wako na plan. Lakini hiyo ni ya Mungu. Plan itakuwa ni ya Mungu. So unajua hatuwezi kusema saa hii ukiangalia Malawi ama Madagascar hapa Mozambique na hapo kuna floods. Cyclone ilikuja ikakuwa floods. America cyclone imekuja imemaliza. Biden angesema hapa nataka kufanya hivyo. Cyclone imekuja imeharibu kila kitu. Is it possible? Not possible. Unajua kila kitu inaweza campaign ni promises tunapeana. Lakini sio ati hatutaweka promises, but it should be given time. Vile unajua tayari mkopo ni over 9 billion. Na iko wakati 9 trillion, sorry. Iko wakati Yatani alikuja, wakati alikuwa anataka kuongeza hiyo budget, hiyo ceiling ya debt. Mimi nilimwambia tayari ametumia hiyo pesa, alikataa. Na iko swali niliuliza paka wa mwisho tukivunja bunge ya 12 hakujibu hiyo swali. Na nilikuwa nimemuuliza kwa committee. So unajua hata hatuna pesa. Lazima tufanye mpango vile tutakopa ndio tuweze kufanya vitu zingine. Mheshimiwa, nikuulize tu hii swali. Umekuwa bunge hii miaka 20. Tulijipata aje hapa? Kwa sababu nyinyi muliingia tu wakati Kibaki ametoka, right? Nauliza tulijipata aje hapa kwa hii situation? Ni ya mkopo ama ya mikopo, ya uchumi kuharibika vile imefika saa hii? Wacha nikwambie Martin. 2013-14 nilikuwa kwa committee ya finance. Na mimi nilikuwa mjumbe peke yake pamoja na Shakil. Tulikataa ule alikuwako finance minister wakati ule alikuwa ni Rotich. Alikuwa anataka ku raise debt ceiling. Unajua wakati hiyo ilikuwa in absolute terms, sio percentage. So akataka ku raise from 1.2 to 1.8. Aliomba only 600 million. Hata hiyo nilikuwa nimekataa, lakini nikasema ni sawa tukiwa kwa committee, but mimi silikuwa chair. Nilipinga. Mwishoe nikiwa siku moja silikuwa nimeenda meeting, nilikuwa constituency. Nikirudi tena nikasikia committee badilia impatie 600 million ile alikuwa anaitisha, wakampatia 1.2 billion. Wakasema kulikuwa arudi tena na tena, wacha tu tumuongezee ndio asirudi tena kwetu. Unaelewa? Hiyo kidogo kidogo ikaanza ku build up. Tukaanza kufanya projects kubwa kubwa. Unajua sasa Jubilee ilikuwa inataka kuonesha inaweza. Sasa hizo projects kubwa kubwa ndio zimetupeleka shida. Sasa where do we draw the line? Kwa sababu mheshimiwa, tunahitaji hizi projects. Kama ni barabara tunahitaji bypass hapa Meru. The other day nilisikia ukiomba tukue na dual carriage hapa Meru. Tunahitaji hizi projects. So where do we draw the line? Tunahitaji pesa pia. And sasa, at the same time where do we go with this project? Exactly. What we need to do ni kama hii expressway imefanywa, Nairobi expressway. Hiyo ni kitu mzuri sana. Public private partnership. Lakini public private partnership pia lazima iwekwe wazi wazi. Kama hiyo ya niko kwa committee ya transport. Hiyo project hiyo hatujaletewa agreement ile imefanywa. Hatujui nani ndio mwenyewe. Tunajua Chinese wako. Lakini kuna mwingine pia mkubwa mwingine ako kwa hiyo kampuni ya expressway. Ulisikia kwamba pesa zilikuwa zikikuja hawataki kukubali M-Pesa ilipwe. Wanataka cash. Sawa sawa. So inamaanisha kuna kitu inafichwa. The only way tunaweza kufanya projects kubwa ni tufanye through public private partnership na ikue open.
sio ikwe in mystery, shrouded in mystery. Unaelewa? Mambo, kuna kitu ndogo nitakueleza hapa municipal council nikiwa councillor. Wakati wa zamani, sitaki kumtaja mayor ni nani, MP alikuwa Mheshimiwa Murioki. Nilisukumwa kwamba tufanye caps, Kenya Airport Parking ifanywe stage kubwa. Mimi niliwaambia watuoneshe agreement kwa committee, wakatuonesha. Siku nilikuwa nimesoma, mimi unajua ni mtu wa biashara, so najua ni kitu gani nitasoma. Nikasoma tukiwa kwa committee. Siku ingine tukienda kwa ofisi ya clerk, nikaitisha hiyo agreement. Akasahau, akanipatia the right agreement. Ile tulioneshwa ilikuwa ni ya uongo. CAPS ilifanya kwamba itachukua hiyo stage for 20 years na haitalipa chochote, ama watu wale hata wale wakiingia, pesa ni hawa watapokea, na kitu kidogo ndio itakuja kwa municipal council. Na watu wetu hawangeweza kuendesha hiyo stage paka leo. Shauri ilikuwa 20 year agreement. Nilikataa, nililead opposition paka ilikataliwa mwishowe. Wale walikuwako kwa hiyo kampuni walikuwa wamepatiwa tayari commission ya kupitisha, na nilisimamisha hiyo nikiwa councillor. Na hiyo mambo ya privatization, because kuna bill inasemekana, bill ya 2023 cabinet ima-approve. Unajua kila sheria ile serikali inataka kuleta lazima ikuwe approved through cabinet, ndio iletwe kwa bunge, ndio tujadilie. Hiyo kitu haijaletwa bunge, so haijapita. Unajua, naona press imeandika kwamba wabunge hawatakuwa wanahusishwa kwa kuuza makampuni za serikali. Lakini kunaye makampuni lazima ziuzwe. Hatuwezi kama Kenya Airways. Na nimewahi kusema hata wakati nilikuwa kwa committee ya finance, Michael Joseph, huyu wa Safaricom, alikuwa chairman wa Kenya Airways. Walikuja wakaomba 75 billion. Ndio alafu ile pesa ilikuwa ya Equity na bank zingine zikonvertiwe ikwe Equity, wapate shares ya Kenya Airways. Sasa tutakuwa tuna subsidize Kenya Airways kila mwaka. Saa hii jana imetangazwa Kenya Airways imepoteza over I think 33 ama 38 billion. 38.26 every year tutakuwa tuna subsidize Kenya Airways. Si ndio afadhali tuiuze Kenya Airways kwa mwingine, although ikuwe Kenya Airways tu, lakini tuiuze. Iko wakati last parliament kulikuwa na mpango ya watu kadhaa kutransfer Kenya Airports na Kenya Airways ikuwe one merged company. Kenya Airports iko na pesa mingi. Ingekuwa merged leo, hiyo Kenya Airports pesa yake ingepotea kwa Kenya Airways. So there is privatization bill itakuja na tutaijadilia. Sasa mheshimiwa, tunataka tupumzike kidogo, tusomewe taarifa ya biashara, lakini Raila Odinga anasemekana kwamba alikuwa kwa serikali 2018-2022. Wakati fulani niliona akisema uchumi imeharibika dunia mzima wakati wa campaigns. Hiyo wakati alikuwa akimjibu mheshimiwa Ruto. Sasa saa hii yuko kwa maandamano, anaandamana kwa sababu ya uchumi imepanda. How do we describe? Hiyo ndio tunasema kwa kizungu double speak. Unaongea na mdomo ikiwa pandi na pandi. Unajua hujui ni wapi. So vested interests. Wacha tuseme ni siasa. Naam. Mheshimiwa, tukirudi pia tungetaka tutaje kisa ambacho kilifanyika huko kwa shamba ya Kenyatta jana na kwa kampuni ya kiwanda cha Raila Odinga. Lakini kwanza tupumzike, tunaokikanito zomenteze biashara. Mheshimiwa Rahim Dawood MP wa North IMENTI niwetu inwe tukwe na arua tukeza tukiariri Mount. Of course tukenda kinya kumenya kile kamiti wari ya transport merwe kaguneka bwana ate sicheze mbali. Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Samba sera igagandi
kandi kega na mbari na siarende morie gikoma no ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie Jamba jamba sera kandi kega na mbari na siarende morie gikoma no ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie Jamba jamba sera kandi kega na mbari na siarende morie gikoma no ina kwe ngurubu nembega ene wa kamosie Jamba Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tuni yeku. Morungu aomba kugarura manto chonde. Ara moja mokoro ngadithia atani na ntana muntu agontonyithia ariana thaira gakwinaina Tengo makanya ne atego chiona yangindioni amba kwethro gitega goka ithombia njera na muthako uyu agucoka ne ariuga atiri uni ngacoka kwa baba ndeta kumwira ntiagiri Murungu no ukairia muthini tebe I pick the poor from the dust migate ichi tano na makuyu jairi ni etumire antu 5,000 bara na banywa na bitigara a retro plus Thanksgiving equals more than enough urieni unene bweguru mbere na yau yangi bukongelwa na uragwa nonto bwaku arumagwa nonto bwaku itugugutea baba wetu no tugekira rwimbo eguru tukiuga Jesu ne musore wetu Nukeja gutuka wonaga mugundu weru bweja mugundu yogeta Yesu na wene weru Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciara kwa kenge kaije keneja Weru TV itithuruto twikura na gutambaja rungo nyuntu bwako bwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira chionde na ndeno wone Weru TV kiri signet na pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega nyuntu bwo tutikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Kirimurano wagurwa no batikuda wena freedom eku tibwega gukara utifiri na mwendo wa nonto nande piurite kabo akara gukaranagia no tiomba gutege yani utumba gukaria muntu munene mutegeri wetu akeja kuthwa ate ku respect te mwire gwe ethero nyimo ari ukuga nagwe ate uga nagwe kairi kwa ukira kirio katwire akurubeto ibatige kuga nari boundaries kana meankande ne anja ogwe we muthoni na muthoni no nthoni o yuchira chigwatu kwinjire kwerekania muciari ukamwira te kuiguukera muciari athore kwena no tuketha tukiaraire matuna kumenyera mwekuru nani mwekuru waku muwite turieto turomba kuigua wa muita akaigua na akenete untu bubu bakutuma ukainyeria mwana mwanka ketho akiebaebanira mwana gugubuga atananya we muciari no bati utega ukona kethe mwana omwari agukura mwana omwari na kwenda gutumira tinto twatu tumairo mwana omwari na agote muguraira tuarese matudara kwamba gwita butikia mbere ukiona ya ko chiendia thaira gwitire gwitonye kimuthaka mbere ni atakugura mbere gakambiria ginya gukumena ugitonya ngura nonere I understanding iriku mwanya abatikethwa enayo mama ugetikiria gutonya ndene ya ngura no utije kethira nkoro yaku niendete muntu ugwega marriage ikumaneria no ntu ningi utina ogeta gwithire mutegeri gwetu maisha jai muteremko ndona nkurukia kwithura mpandiki makena no mpumbe kwithura ndi my own boss so ndirambiria na ng'ombe imwe Murungu aramitharima
turona mwari na ndi mwari irathegea na kinya ndewa nyuma mwari so out of that nyuma mwari okay ndia ndewa no mwikuria tukuga ndewa ne nthuku so ni ben encourage bonde itweke silage no tutweka silage weke silage ndi unganiretio katika mpembe cia kwinga cia kuria na cia ng'ombe cia kuria no ntu butuga jana ndi ng'ombe nyingi cigwete muno ciaero enza ukethera ng'ombe cikukua ne no ntu bakwithira kwina mpara kiri urithi kugura ng'ombe tishu kana kurera ng'ombe te untu burito ara burito agaira ikwageria jana ndi buruna ndi au na ndi ni alimba baingi tha ibo maririte no ntu bakwithira otineria makena na ngugi akarajeka ina munoga inde ngugi je ukamibangira bwega ya urithi ngugi very interesting na ingoge omba komirita buruna ega kuretera mbia cito makena inde ri tukamiro tuko makeo jo ukuga itore preserve na ro tutumaira ruzi tukamaga twaritaniro kuri kamaga makena njire ntheru warika moka arikira ruzine riu na ndi ukarikinyithia etheri ngere ni no rikirite ukarikinyithia ruzine rwa mpio na makena iria ruri thwari karija yari fresh bururi tithukaga ngugite na ndi ara kwera challenge na ndi janto abaingi ibatonyera urithine ndi nabo bari mabe kuraja ici te jankano menyankano kanda wejokethe lakini andi urithi ni jokethero uri wau igeto muna ndi tukugotikanira ngugi ikangaratana makena mandazi muthikiria na kurikana ndi na Ken noodles iria ningi ukwithirwo ukiona na flavor mithemba iri kwina flavor ya nyama na flavor ya ngoko kwa weta ndukene wiria kwina gwe kana supermarket no withirwo kigura mutujwa Elliot kana kinya Ken noodles lakini kenda ningi mbethirwo ngi guchemithia mutujwa Elliot kirigwe utena junde ndo konenkera beli ya mutujwa na kinya noodles iji chia Ken noodles na kiuria kwa na arwe ne kiuria very simple ndi kuria tire mutujwa Elliot rijorone kana ndukene wiria kwina na mungana jungana ate mutujwa Elliot re jironekana nduke ne wire yakwina agwe na mungana jungana ate 40188 no namba kwa SMS throgi mpandikira ombire unchokire kiure no ntumire SMS yemwa tafadhali na kwirire wega bwa Elliot baga kuretera mwanka ure lakini tigira namba reo ya kibande ugatunengira ne gwitania na rito riria ugutwa kenda ningi utukeje okurukwa ni village ya Elliot na Ken noodles dakika 25 itiri kinya tha ithatu ciarukiri mbere tuchokera na Mheshimiwa Rahim tone message ciaku kiri Facebook Tush Adriano Nicholas Arua we are together say hi to our most loved MP the wise man Eric Muguna Kereanki Arua okay asante Eric Karithi David Arua Rahim sasa mtu akiwa wa kutoka kabila fulani anafaa kuunga mkono mtu wa kabila lao uongozi gani akawa saying both judiciary saying both the judiciary, parliament and the police are not captured, you seem to be a visitor in Kenya. Nyebuo Karithi David Okwira. Purity Makena Karino akawa Mheshimiwa Rahim. Thank you for your great stand on Maandamano. Meru is peaceful. We need sobriety and sanity to our great land of Meru. Makarina and Azimio are portraying their personal interest and appears in public interest. Pure selfishness. Sasa Mheshimiwa Mantuya Karithi David Awakuwa. You know, I think untubumwe ama kitu moja ambayo inaonekana kuwa imekasirisha upande wa Azimio, Raila in particular, ni kwamba some of the leaders wenye walikuwa kwa chama yake ya ODM kwanza, wengine walikuwa kwa Azimio na vyama vyao tofauti, sasa wako kwa Kenya kwanza. Na hii ndio hii sio hii Gachagua walikuwa wanaita state capture, parliament capture, you know. Umechukua wabunge ambao walikuwa wanafaa kukua wa Azimio. Wewe mwenyewe ulikuwa independent, saa hii uko Kenya kwanza. They feel that hii sasa ndo capture ya ukweli sasa. Kitu wa kwanza Chebukati wakati akiingia 2014 nafikiri ama 15 wakati alikuwa anafanywa interview, nilimuuliza hiyo swali. Mimi nilikuwa kwa interviewing panel ya Chebukati. Nikamwambia yeye ni member wa ODM na alikuwa amesimama, nafikiri alikuwa amejaribu kusimama kwa MP. ODM MP lakini hakupata. So hata kuwa biased for Raila. So
alisema aliresign kutoka kwa ODM na yeye ni chairman, anataka kuwa chairman tu wa IBC. Wakati tunasema state capture ama parliament capture, kila mtu anaenda mahali atakuwa accommodated. Serikali ni ya Kenya kwanza. Nikikaa nje ya serikali, maendeleo nitapata kutoka wapi? Kuna CDF unajua haiwezi fanya kila kitu. Barabara vile umetaja mapema, barabara haiko chini ya CDF. Stima haiko chini ya CDF. Maji haiko chini ya CDF. Mambo mingi haiko chini ya CDF. Na pia wale watu wanaingia kwa Kenya kwanza ama wanaunga Kenya kwanza, kuna mkikumbuka mimi nilikuwa naunga hata BBI. Sawa. Kenya kwanza hailikuwa inaunga ama Mheshimiwa Ruto halikuwa naunga. Mimi nilikuwa naunga BBI because nilikuwa najua itatuletea uzuri. Sawa. Na mimi nilikuwa peke yangu. So I'm independent in how I think. Na naona ile matunda nitaweza kuletea watu wangu. Unajua watu wangu hawatauliza ulikuwa wapi ama unafanya nini. Wataniuliza umetuletea nini. So that is the most important. Sasa unajua the other day nilisikia sio Raila, I think ni Sifuna, Senator Sifuna alisema kwamba serikali imekuwa kununua wabunge wao wa ODM. Naam. Nafikiri katikati ya wale walienda State House, hata Shakil Shabir alikuwako. Na Shakil Shabir ni independent. Yeye sio wa ODM. Shauri amewahi kujaribu kuchukua tikiti ya ODM mara 2 na alinyang'anywa hiyo tikiti. 2017 alikuwa ameshinda na walimnyima hiyo tikiti. 2022 the same thing. Wale walienda walikuwa wanaona wanataka maendeleo kwao. Unajua sasa ukiwa hautasikizana na chama yako, sio lazima ukue na hao kila wakati. Si ndio unaenda mahali unapatiwa maendeleo. So mi siamini walipatiwa pesa. Najua Dr. Ochanda. Dr. Ochanda ndio MP wa Bondo na ndio MP wa Raila Odinga. Nyumbani kwake. So mimi niliongea naye nikamuuliza mulipatiwa pesa ngapi? Akasema hakuna pesa walipatiwa. Hakuna pesa walipatiwa. So mimi sioni kama kuna state capture. Huyu Karethi amesema kwamba IG. Yes, IG ni Mumeru. Chief Justice ni Mumeru. Na wote wawili wanatoka North Imenti. Haimaanishi mimi nimewacapture shauri mimi ni MP wao. Hata mimi nikienda kwa Chief Justice nitaenda kama wengine vile wanaenda. Ama nikienda kwa IG nitaenda kama wajumbe wengine wanaenda. Hata nifanyia special favor. So how is it captured? The same way Ruto hawezi kuwa amrisha because those are independent offices. Ya CJ na IG ni independent offices. Speaking of independent offices, Mheshimiwa, jana kitu ilifanyika kule Northlands City, shamba ya Kenyatta. Na hii independent offices hakuna askari alionekana pale kuzuia yale mambo yalikuwa yanaendelea pale, uvamizi wa shamba ya Kenyatta, wizi wa kondoo zao, ukataji wa miti. Hakuna askari ambao, hii ni independent office ya polisi, haikuonekana kule. Nimesikia CS Kithure Kindiki ametoa statement, although sijasoma ni nini. Shauri jana nilikuwa nakimbishana na mambo ya hii alleged ile maandamano ile haikufanyika. Lakini mimi nasema sio mzuri kufanya vile kitendo ilifanywa jana Northlands. Sio ati ni ya Kenyatta ama ni ya mtu yoyote, because tukianza kufanya hivyo tunaenda vile Zimbabwe ilifanywa. Hakuna investor atakuja kuleta pesa alafu aogope kwamba watu watafamia investment yake. Hiyo inamaanisha inaweza kufanywa hata hapa Meru. So
hiyo sikubaliani naye kabisa. Lakini wacha niwaeleze, hata ile miti ilikatwa ama vitu ziliibiwa ziko na insurance. Na hakika at the end of the day, sisemi ni ya Uhuru ama ni ya nani, sijui ni ya nani Northlands. Ni wewe umesema ni ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta family, sijawahi kujua. Lakini kama ni yao, lazima wameinsure. Na insurance italipa. Insurance italipa. Lakini unajua tusiwekee kwamba ni Kenya Kwanza ilifanya. Unajua inaweza kufanywa. Shauri Raila alisema kwamba kuna goons Mungiki wamepangwa kufanya watu wale wanaandamana wapigwe. Labda sio ukweli, labda wenyewe. Unajua mimi ninaweza kusema Makerena alinipiga jana na niweke bandage na niseme watu ya Makerena walinitupia mawe na walinipiga na labda ni uongo. So hatujui, wacha upelelezi ifanywe ni nani alifanya hiyo kitendo na wale walifanya hiyo kitendo washikwe. Unajua mheshimiwa, nimeona section of the media wamekuwa wakisema ni pro government goons. Na najua wako justified kusema hivyo kwa sababu the other day nilisikia majority leader Ichung'wa alisema mkivamia mali ya Wakenya na sisi tutahakikisha mali yenu pia imevamiwa, na kataja specifically Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Na hii kitu ikakuja ku happen. Sasa mimi hiyo ya Mheshimiwa Ichung'wa sijasikia. Naambiwa tu huko, lakini I have not heard his exact words. But ni yeye ndio anaweza kujibu hiyo. Siwezi kusema mimi. Lakini ile ilifanyika lakini wali kama alisema is that not incitement? Mimi I cannot comment on that. Siwezi kusema, ni majority leader wangu. So siwezi kusema ile alisema alimaanisha kitu gani ama hakumaanisha kitu gani. Lakini nikuulize Martin, Kibra wale wenye gazeti na runinga ya TV walinyang'anywa vitu yao. Ilikuwa ni pro government ama ni watu ya Azimio? Unajua lazima tujue kama unataka sympathy, public sympathy, unaweza kufanya anything. Sawa. Leo naweza kusema hata gari ikigongana kawaida nitasema nimegongwa, shauri niko against maandamano. Sababu ulizuia maandamano. Unanielewa? So wacha uchunguzi ifanywe before to come to a conclusion. Hiyo ndio mimi naamini. Fair enough. Now that mheshimiwa umetuambia uko kwa committee ya transport, ni nini iko kwa kikapu for Meru? Niliongea na CS Murkomen. Kama mwaka hii ya 2022-2023 budget ya transport committee ama budget ya transport ministry ilipunguzwa 30 billion. Ilikatwa 30 billion. Kama hii barabara yetu hii ya hospitali na hii ya kwa Dhambe kuenda Majengo, nilikuwa nimehakikisha, nilikuwa last financial year nilikuwa nimeweka 100 million ndio H yangu walipwe ndio waweze kuendelea. Unfortunately iling'olewa. Nikiuliza Murkomen akaniambia hiyo hatuna vingine, lakini in the next budget tutaweka. Lakini wamemtafutia pesa H kwa saa hii ndio anafanya hiyo barabara hii ya hospitali, na as soon as akimaliza hiyo ya hospitali anakuja kwa Dhambe ndio hii ya Magondo pia imalizike. Tunatarajia kama barabara ya Tuskys kuenda juu imesimama zaidi ya mwaka moja. Na ule contractor alikuwa amepatiwa, alikuwa Waria Northern Construction na alipotea. Nilisema ifanywe cancel, tupeane kwa mwingine, nikaambiwa tukicancel ikifanywa re-advertise itakuwa new project. So wamefanya reassignment. Hata huyu contractor alikuwa ameniahidi by November atamaliza. Hakukuja, lakini amekuja jana na nimemwona on site na amenihakikishia within 4 weeks atamalizika. Kama hiyo dual carriageway tulikuwa tunaongea, hata tuliongea na ex-governor Kiraito Moronge. Hiyo mwanzo the project ilikuwa ni ya 7 billion.
Baadaye hiyo project ikapanda ikakuwa 12 billion. Inapandanga aje hata mimi nashindwa saa ingine. Lakini nikiwa komiti niliomba waziri tupeane at least 3-4 billion ndio tuweze kuanza kutoka Cereals Board ifike paka Meru Polytechnic. Shori inafaa ianze kutoka Ngonyi ifike paka Meru hapo showground, alafu kutoka Makutano ifike paka Kithoka Junction. Lakini kwa saa hii imepatiwa pesa ya feasibility study 35 million. Tunangojea pesa zingine na wanasema wataomba through the World Bank na public private partnership. Kuna 1.2 billion nilikuwa nangojea ya kura ya Meru Township Roads. Hata hii barabara although ni ya kera, hii ya kutoka kwa Daudi Mbogori ipitie Muringwa Mbugi, kutoka Nchaure Muringwa Mbugi ifikie Mathe Road, na zingine za Makutano, ya Kinoru, ya pale Kaga, padi ya Nkoune. Hata Nkoune ilikuwa inafaa ifanye, ninafanya na Kabro, na pesa ile nimetafuta. Nikiwa kwa komiti natafuta pesa kidogo kidogo napata. Unajua mimi sitaki kuongea ndio mjumbe mwingine aende kuniharibia, aseme ukiwa kwa komiti unapata hii na hii na hii. Lakini pesa ile kidogo kidogo napata, nilitafuta ndio ninaweka. Sasa hiyo barabara ilikuwa ya kura kutoka KPLC kuenda Nkoune paka bypass, lakini naweka Kabro. Kinoru nimeweka hapo Kaithe kuenda Kinoru naweka Kabro, nishaweka tayari section 2. Section ya 3 ndio natafuta pesa ikipatikana. Pandi ya Old Nkobo Road ya kutoka bypass kuenda Gashiege nimeweka karibu 2.5 kilometers lami, natafuta pesa ingine ndio itoke kutoka Ngonyi ikuje kukutana. So nikiwa kwa transport naangalia barabara gani zetu za Meru County zinaweza kuwekwa. Nyingi ziko, lakini nyingi budget constraints. So hii highway tunataka kuangalia kama itaweza kufanywa under public private partnership, kama itawezekana, ama tupate pesa. Tumefloat last parliament tuliongea mambo ya floating of infrastructure bond ya 150 billion. Hiyo ni mkopo. Bond itolewe kama Eurobond. Itolewe bond pale, hiyo pesa ikikuja, unajua kwa saa hii 140 billion pending bills haijalipwa. 140 billion. Budget ni only 70 billion kila mwaka ile barabara inapata. Hata wakiwa watatoa budget mzima wasitengeneze mwaka moja, hiyo unaona itakuwa shida. So we need hiyo infrastructure bond. Tumeambiwa 75 billion imepitishwa na cabinet. Next parliament next financial year wakiweza kulipa hawa contractors wataweza kuendelea kazi. Kuna mtu anauliza Mato hapa barabara bridge ya Ngachuma bridge Kongwa Cheke, anasema ninajua hiyo hata kwanza ni marafiki zangu. Nimewahi kitu ya kwanza wananchi wanafaa waelewe. Najua huyu ni Gitonga ama ni mwiriki wa NCC, ule alikuwa kwa NCCK, ama Gitonga ule wa KTDA. Watu wetu wa Meru County na Kenya mzima wanafaa wajue barabara ya national government ni class A, B na C. A, B na C ni hizo za lami yote. Sawa. Hizo za ndani ni za county government. Lakini last government na hata ile ya Munya tulikuwa tumeagana na CECs wa barabara, hata Toitumu anakumbuka. Tunaandikia hawa barua kwamba tunataka kufanya barabara zenu, mturuhusu. Wa county? Yes. Hata saa hii kuna barabara kama hii kutoka hapa nyuma ya hiyo hoteli kwa hapo chini Camflames. Kutoka Cereals kuenda nyuma mpaka itoke Ngonyi nilikuwa nimetengeneza. Kwa saa hii inatengenezwa na county. Hiyo barabara haiko chini yangu. Na hiyo ya hata hiyo imetajwa ya Gashioma, hiyo sio yangu, lakini nimewahi kufanya. Nimewahi kufanya, sikatai. Hata ya Chogo juzi MCA amelima, lakini halikuwa na maram, ameniomba. Ni vile mimi sina pesa ya maram kwa saa hii. Mwezi wa 5 ndio nitapata tractor zangu
za NYS tayari tumeagana. Ilinibidi nipigie waziri Aisha Juma, ndio NYS wamekubali. So barabara za ndani tutasaidiana na MCAs, wamenipatia list yao. Hata hiyo ya Gashioma wameniomba Maram. Barabara ni mzuri lakini Maram ndio hakuna. Na sio mara ya kwanza, nimewahi kuwawekea hata mbeleni. Lakini kuna barabara nyingi. Speaking of which, mheshimiwa, uhusiano wako either wa kisiasa na either wa kisiasa ama wa kikazi uko vipi kati ya MCAs na governor, tuseme county government? Mimi sina shida na mheshimiwa governor. Mimi ndio nilikuwa supporter wake peke yake katikati ya wajumbe wote, tukiwa na 1-2 labda. Na hakuna wakati tumekosana. Mwezi uliopita tulipeana chakula tukiwa pamoja na governor. Na ni wakati huo niliambia MCAs tukitaka kufanya kazi wacha tufanye kazi pamoja na governor Shori, maendeleo yeye ndio ako naye. Ward fund nilisema ni kitu mzuri na nakubaliana mpaka sasa nasema ward fund ni mzuri. Kile nilikuwa naomba MCAs, hata mkipata ward fund, implementation ni governor atafanya. So there was no problem, hata governor angekubali. Jana nimesoma kwamba Kisii imepeana 45 million ya ward fund na imepitishwa. But at the end of the day implementation itakuwa through the governor. So mimi sina shida na MCA wote, tunaongea na wote. Iko wakati nilisema kwamba kuna MCAs wanajaribu kufanywa sponsor ndio waweze kutoa wajumbe. Lakini MCAs wangu wameniambia hakuna mmoja anataka kuni challenge 2027. Na pia mimi nimesema 2022 ulikuwa na mmoja alikuchallenge. Alikuwa PA wangu, rafiki yangu Elias Murega. Mimi ndio hata nilimsimamia hata harusi na kila kitu, alikuwa ofisi yangu. Mwishowe alitoka, alikuwa anatafuta kazi kwa county government, ndio tuliwachana. Na hata alisupport my competitor in 2017. Rajesh ndio alisupport ndio aweze kuningoa, lakini Rajesh alikuwa mbali sana. Alikuwa mbali sana. Thank you. So, hiyo ile message ningekuwa naye ni tufanye kazi pamoja. Miaka 5 itapita, haitaonekana. Thank you. Asante sana mheshimiwa. Na watu huku kwa Facebook sijui mbona wanakupenda sana. Chris Brian anasema Rahim alipeleka kijana fulani najua kwa Dhura Boys. Rahim is a true leader. Martin Mugambi anasema I love the way Rahim Dawood is articulating issues and we have seen your work on the ground and IMENTI is happy. Karo Karimi anasema niulizie Honorable Rahim kama anaweza pata basari saa hii ya mwanafunzi ya technical school. Anaweza pata. Okay, bursaries wakati huu tunapeana forms ya form 1. Tulianza last week na tunamaliza this week. Universities tayari cheki zimeenda kuandikwa pamoja na colleges. Tulipeana mwezi 2 forms. Ya secondary schools na day schools tulipeana. So mwaka hii tutapeana 52 million ya bursaries. Lakini kwa saa hii Technical University hatuna pesa extra. Okay. Asante. Wacha tumalizie hapo. Masaa imekwisha. Thank you mheshimiwa. Na ningetaka kuomba ukitaka kumaliza niombe watu wetu wa Meru tusikubali maandamano. Tukisema tunataka kuandamana shauri ya unga, kwani unga itateremka kesho? Hata Raila angekuwako hangeweza kuteremsha. Mafuta pia haitaweza, ni worldwide. So maandamano tutaharibu biashara zetu na uchumi yetu ya Meru tukiwa tunachoma mambo zetu. Hatutaki hivyo kabisa. Thank you very much. Msikubali hata wale towns zingine nimesikia Maua, Mikindori, sijui Nkobo, msikubali wa Meru, tusikubali hiyo. Acha wale wanataka kuchoma wachome kwao nyumbani, sio kwetu. Thank you so much. Muthikiria ni Rahim Dawood, mheshimiwa mujumbi wa IMENTI ngweteke tukamuta kaire na kaire tutokiarire manto ja ukienda po 10 tugashokera toigwa nteto na njira entamburu.